Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Kasongo. Aliishi katika kijiji kidogo kilichokuwa pembeni mwa mji mkubwa. Kasongo alikuwa mtu wa kawaida sana, hakuwa na pesa, hakuwa na nguo nzuri, wala sura ambayo watu wengi waliona ya kuvutia. Kila siku alikuwa akivaa viatu vilivyochakaa na mashati ya zamani aliyokuwa akiyafua mwenyewe usiku. Lakini kilichomuumiza zaidi sio umaskini, bali namna watu walivyomdharau. Kila alipopita sokoni, vijana walimcheka. Angalieni Kasongo, hata nywele zake zinaonekana zimekata tamaa. Walitania huku wakicheka. Mabinti wengi kijijini hawakutaka hata kuzungumza naye. Alipomsalimia msichana mmoja aitwaye Nadia, alimwangalia juu chini kisha akasema, "Samahani, siwezi kuwa na mwanaume ambaye hana hata simu nzuri." Maneno hayo yalimuuma moyo sana. Usiku huo Kasongo alikaa nje ya nyumba yao ndogo ya udongo, akiutazama mwezi huku machozi yakimtoka kimya kimya. Mama yake alimkuta akiwa ameinamisha kichwa. "Mwanangu, kwa nini unalia?" aliuliza kwa upole. Kasongo akasema kwa sauti ya huzuni, "Mama, kwa nini watu hawanioni kama binadamu wa kawaida? Kwa nini kila mtu ananicheka?" Mama yake alimshika mkono na kusema, "Usilie mwanangu, dunia hupenda kuwacheka watu kabla ya kuona thamani yao." Lakini maneno hayo hayakuondoa maumivu aliyokuwa nayo moyoni. Siku zilizopita Kasongo alianza kujitenga na watu. Hakuhudhuria tena sherehe za kijiji. Alikaa muda mwingi akifanya kazi ndogo ndogo, kubeba mizigo sokoni, kulima mashamba ya watu na kusafisha viwanja ili apate chakula. Wakati mwingine aliona vijana wengine wakitembea na wasichana waliowapenda wakicheka pamoja. Ndani ya moyo wake Kasongo alitamani hata siku moja mtu ampende jinsi alivyo. Lakini kila alipojaribu kusogea karibu na mtu, aliumia. Siku moja mvua kubwa ilinyesha sana kijijini. Watu walikimbilia kujificha. Kasongo akiwa njiani kutoka kazini, alimwona msichana mmoja akiwa amekwama kwenye matope huku watu wakipita bila kumsaidia kwa sababu walitaka wasinyeshewe. Bila kusita, Kasongo alimsaidia kusimama na kumbeba mpaka sehemu salama. Msichana huyo aliitwa Mirei. Alimwangalia Kasongo kwa mshangao. "Wewe, kwa nini umenisaidia?" Kasongo akatabasamu kwa huzuni kidogo, kwa sababu maumivu yanauma zaidi pale hakuna anayekujali. Kwa mara ya kwanza, mtu alimwangalia Kasongo tofauti, lakini Kasongo hakujua kuwa siku hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa maisha mapya na mwisho wa huzuni aliyobeba kwa miaka mingi.